Je, ni kitu gani kilichosababisha vita kubwa baina ya Urusi na Ukraine? Inakumbukwa usiku wa tarehe 24 mnamo Februari 2022, dunia ilishituka zaidi baada ya anga kujaa moshi mzito na vilio vya simanzi. Huku makombora yakilituka angani, mizinga ilivuka mipaka na historia ya Ulaya ikaandikwa upya kwa damu. Lakini swali kubwa ni hili: je, kweli hii ilikuwa ghafla au kuna kitu nyuma ya hiki? Moja ya maswali muhimu na magumu zaidi ni kwa nini Urusi iliivamia Ukraine. Hili si suala la mizinga na wanajeshi pekee. Ni hadithi inayorudi nyuma kwa miongo kadhaa, ikihusisha siasa za kimataifa, historia, utambulisho na mapambano ya madaraka. Kuanzia enzi za vita baridi hadi Crimea, kutoka NATO hadi utaifa mkali, ni simulizi iliyojaa mvutano, hofu, vita na ustahimilivu. Basi chukua kahawa au chai yako, tukavunje jambo hili kwa kina na kwa namna inayoeleweka, tukisafiri kutoka kuanguka kwa Umoja wa Kisovieti hadi mwanzo wa uchochezi wa vita vya 2022. Safari ni ndefu, lakini mwisho wake utaelewa mgogoro huu kwa undani zaidi. The Storybook. Hadithi hii inaanza mwaka 1991. Baada ya kuvunjika kwa Soviet Union, muungano wa nchi 15 uliodumu kuanzia mwaka 1922 hadi 1991. Ukraine ilitangaza uhuru wake na kuwa taifa huru kwa mara ya kwanza katika historia yake ya kisasa. Hii ilikuwa hatua kubwa na ya kihistoria sana. Wakati huo, Ukraine ilikuwa moja ya nchi zenye nguvu kubwa barani Ulaya. Ilirithi hazina kubwa ya kijeshi, ikiwa na silaha za nyuklia zilizokuwa za 3 kwa ukubwa duniani. Pia ilikuwa na vituo vikubwa vya viwanda, hasa katika sekta ya chuma, nishati na teknolojia ya kijeshi. Ardhi yake yenye rutuba iliifanya kuwa moja ya wazalishaji wakubwa wa nafaka duniani, huku nafasi yake ya kimkakati kati ya Mashariki na Magharibi ikiifanya kuwa muhimu sana kisiasa na kiusalama. Mnamo mwaka 1994, kupitia makubaliano yaliyojulikana kama Budapest Memorandum, Ukraine ilikubali kuachana kabisa na silaha zake za nyuklia. Kwa makubaliano hayo, Ukraine ilikabidhi silaha zake kwa Russia na kujiunga rasmi na mkataba wa kutokomeza kuenea kwa silaha za nyuklia NPT kama taifa lisilo na nyuklia. Ahadi hizo zilijumuisha kuheshimu mipaka na uhuru wa Ukraine. Mwaka 1994, chini ya Budapest Memorandum, Ukraine ilikubali kuachana na silaha zake za nyuklia kwa kubadilishana na ahadi za usalama kutoka Urusi, Marekani na Uingereza. Wazo lilikuwa rahisi: Ukraine iachane na nyuklia na uhuru wake uheshimiwe. Lakini baadaye ahadi hiyo ilivunjwa. Wakati huo huo, Russia ilikuwa inapitia kipindi kigumu sana katika miaka ya 1990 baada ya kuvunjika kwa Soviet Union. Uchumi ulianguka kwa kasi. Kulikuwa na mfumuko wa bei uliokithiri, hyperinflation, ambapo thamani ya fedha ilishuka ghafla na bei za bidhaa kupanda mara nyingi ndani ya muda mfupi. Watu wengi walipoteza akiba zao, mishahara haikutosha na umaskini ukaongezeka. Wakati huo huo, kulizuka kundi la matajiri wapya waliokuwa wakijulikana kama oligarchs. Hawa walinunua au kumiliki kwa bei ya chini sana mali za serikali, hasa viwanda vikubwa vya mafuta, gesi na chuma. Hali hii ilisababisha pengo kubwa kati ya matajiri wachache na wananchi wengi waliokuwa wakiteseka. Zaidi ya matatizo ya kiuchumi, kulikuwa pia na mgogoro wa kitaifa wa utambulisho. Baada ya kupoteza hadhi yake kama taifa kubwa la kimataifa, Russia ilijikuta ikiuliza, sasa sisi ni nani? Nafasi yetu duniani ni ipi?
Kwa kifupi, miaka ya 1990 ilikuwa kipindi cha maumivu, machauko na mabadiliko makubwa kwa Russia, hali iliyounda msingi wa mwelekeo wa kisiasa uliofuata. Miaka iliyofuata inakumbukwa. Mnamo mwaka 1999 aliibuka Vladimir Putin. Akiwa afisa wa zamani wa shirika la ujasusi la Soviet KGB, alijitokeza kama kiongozi mwenye msimamo mkali, akiahidi kurejesha ustabili na heshima ya Russia baada ya miaka ya misukosuko ya kiuchumi na kisiasa. Putin alijijenga kwa taswira ya mtu wa nidhamu, mwenye mkono wa chuma, atakayerejesha mamlaka ya serikali kuu na kudhibiti nguvu za oligarchs. Ndani ya muda mfupi, alionekana kuleta ustabili wa kiuchumi kutoka sekta ya mafuta na gesi, huku akiimarisha udhibiti wa kisiasa ndani ya nchi. Lengo lake kuu lilionekana wazi, ni kurejesha ushawishi wa Russia katika siasa za kimataifa. Hatima hiyo haikuwa ya kujenga himaya wazi wazi kama ilivyokuwa enzi za Soviet Union, bali kutumia mbinu tofauti: shinikizo la kiuchumi, ujanja wa kisiasa, ushawishi wa nishati, na pale ilipoonekana lazima, kutumia nguvu za kijeshi. Kwa wengi, huu ulikuwa mwanzo wa sura mpya katika siasa za Russia. Sura iliyoanza kwa ahadi ya ustabili, lakini baadaye ikaingia kwenye mvutano mkubwa na mataifa ya Magharibi. Kwa mtazamo wa Vladimir Putin, mataifa ya Magharibi, hasa yanayoongozwa na United States, onekana kama tishio kwa usalama na ushawishi wa Russia. Upanuzi wa taasisi za Magharibi kuelekea Mashariki ulitafsiriwa kama kuikaribia mipaka ya Russia na kupunguza nafasi yake ya kimkakati. Na kuhusu Ukraine, kwa mtazamo huo, Ukraine si jirani tu, inaonekana kama sehemu ya historia, utamaduni na utambulisho wa pamoja. Katika simulizi la kihistoria linalotumiwa na Kremlin, mizizi ya dola ya kale ya Kievan Rus huonekana kama chanzo cha ustaarabu wa Warusi na wa Ukraine. Hivyo, kuiona Ukraine ikiingia kabisa kwenye kambi ya Magharibi kulionekana kama kupoteza si tu ushawishi wa kisiasa, bali pia sehemu ya urithi wa kihistoria. Kwa mtazamo huo wa kiusalama na kihistoria, kuiacha Ukraine ielekee kikamilifu upande wa mataifa ya Magharibi haikubaliki. Na hapo ndipo mvutano mkubwa ulipoanza kujengeka. Na Urusi haikukubali Ukraine kuungana na mataifa ya Magharibi, na baadaye lilipatikana suluhu la NATO. Mnamo miaka ya 1990 na mwanzoni mwa mwaka 2000, nchi kadhaa za Ulaya Mashariki kama Poland, Hungary na Czech Republic, na baadaye nchi za Estonia, Latvia na Lithuania zilijiunga na NATO. Kwa Moscow, hatua hizi zilionekana kama hatari inayoongezeka kidogo kidogo, kuzungukwa taratibu na nguvu za kijeshi za kigeni karibu na mipaka yake. Kuongezeka kwa wanachama wa NATO kwenye mipaka ya mashariki ya Ulaya kulizidisha hofu ya usalama na kulichochea mpango wa Moscow wa kurejesha ushawishi wake kwenye eneo la jirani, hususan katika nchi zilizo karibu na Russia au zilizo na historia ya urithi wa kifederali wa Soviet. Hii ilikuwa hatua muhimu katika mwelekeo wa kisiasa ambao utazalisha mvutano mkubwa kati ya Russia na mataifa ya Magharibi, hususan kuhusiana na Ukraine. Mnamo mwaka 2004, Ukraine ilikabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa wakati wa uchaguzi wa uraisi. Mgombea anayeelekea upande wa Russia, Viktor Yanukovych, alitangazwa mshindi dhidi ya mgombea aliyeungana na mageuzi ya mataifa ya Magharibi, Viktor Yushchenko. Hata hivyo, waangalizi wa kimataifa waliripoti udanganyifu mkubwa wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na kupotosha matokeo ya kura, kushinikiza waangalizi wa uchaguzi na shinikizo la kisiasa ili kumsaidia Yanukovych kushinda, ambaye alikuwa ni kibaraka wa mataifa Magharibi. Hali hii ilichochea kile kilichojulikana kama Orange Revolution, maandamano ya Orange yakitaka uchaguzi wa haki. Februari 2014, zaidi ya waandamanaji 100 waliuawa katika kile kilichoitwa mauaji ya Heavenly 100, na Putin akakita tukio hilo mauaji hayo yaliyoungwa mkono na mataifa ya Magharibi. Mnamo Machi 18, 2014, historia ya Ulaya ilibadilika. Russia ikaunganisha kisiwa cha Crimea kwa nguvu, hatua ya kwanza tangu vita kuu ya pili ya dunia mipaka kubadilishwa kwa nguvu. Hii ilikuwa mwanzo wa mzozo mkubwa zaidi barani Ulaya katika karne moja. Mapigano yalienea katika Donetsk na Luhansk, sehemu ya eneo la Donbas, na kuleta hasara kubwa ya maisha, uharibifu mkubwa wa miji na maelfu ya wakimbizi.
Hali ilizidi kuongezeka mwaka 2022 wakati Vladimir Putin alipoanzisha operation maalum ya kijeshi akilenga miji mikuu ya Ukraine. Lakini hesabu za Rusia hazikufanikiwa. Kiongozi wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, alikataa kuondoka Kiev. Mataifa ya Magharibi yaliweka vikazo vikubwa, makampuni makubwa yaliondoka na msaada wa kijeshi na kifedha uliimarisha Ukraine. Hali ya kibinadamu na kiuchumi ilizidi kuwa mbaya. Maelfu yaliuawa, miji yaliharibiwa na milioni walikimbia. Lakini vita hii siyo tu ya ardhi, ni vita ya kanuni, mamlaka na mustakabali wa mpangilio wa dunia. Vita iliyokuwa kubwa inayoendelea hadi leo. Rusia inadhibiti asilimia 17 ya ardhi ya Ukraine, lakini hakuna mshindi wa wazi na mazungumzo ya amani bado ni mbali, na dunia inakabiliwa na uhusiano wa kimadali na tahadhari za nyuklia. Vita hii imeonyesha ni kwa jinsi gani uhuru, historia na ushawishi vinaweza kuunda sura ya karne 21. Ukraine inapigania uhuru na kujitawala, huku Russia ikitafuta kurejesha ushawishi wake wa kihistoria. Kwa sasa, vita hii inaendelea na athari zake ni za kimataifa, toka kwenye bei ya chakula hadi nishati, toka kwenye wakimbizi hadi sera za kimataifa. Hii ni Storytime Swahili. Ikiwa umependa maudhui hayo, tafadhali like, share na kusubscribe chaneli yetu. Kisha andika maoni yako kuhusu chochote unachokijua. Andika hapo chini.